curing ndio inakuja kukupa tofali zuri, ili mjitofautishe na wengine. Sawa, kwa kujitofautisha na wengine mjitahidi kuchimba mahali ambapo mnaweza mkawa mnaloweka tofali. Sawa. Mliwahi kupata hilo wazo? Tunaona maeneo mbalimbali hasa miji mikubwa. Muweze kuloweka tofali kwenye maji, ili mtu kama anahitaji tofali asiwaze mara mbili. Anajua moja kwa moja tofali bora nitaipata kwa Nyenganasi. Kwa hiyo mnaweza kutengeneza sehemu kama mkishapata maji, mkachimba, mkawa mnaloweka tofali. Ukiweka tofali siku 5 mpaka 7, ukiitoa hapo haipige mahala popote, sababu msimu wa kujenga ndio unakuja. Ukiwakuta mmejipanga kozi, mwanze kutafuta hasa eneo ili haya ninayozungumza mfanye kwenye eneo ambalo mnakanalo. Hapo mtakuja kuchimba, mshaingia gharama hiyo, alafu baadaye wanakuja wanawaondoa. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwa kazi nzuri, lakini naona kwa spidi mnaokwenda nayo mnao uwezo wa kulipa mkopo. Mkopo ni mkubwa, lakini mnao uwezo wa kuumudu, na msikalie kulipa hiyo $2,280,000. Wekeni utaratibu kulipa $2,250,000 mpaka 3, kadri ambavyo mtakuwa mnaona mnafanikisha, ili mkimaliza muweze kupata mkopo mwingine ambao unaweza kuwa mkubwa zaidi na mkafanya mambo makubwa zaidi ya haya. Sawa, ningependa tuone mnakuwa ninyi ni wasomi. Elimu na namna nyingi ya kuitumia, hata kupanga miradi kama hii mpange kisomi, kwa sababu nyinyi ni wasomi. Sawa, ili na wengine walioko mtaani waweze kuona mfano wa wasomi, kwamba sio lazima ufanye kile ulichosomea, lakini ile elimu ishakufungua kuijua dunia. Asilimia kubwa miradi yote mitatu tuliyotembelea inafanya vizuri. Tumetembelea kiwanda cha carpentry, tumeona kazi yao ni nzuri, wanafanya vizuri, na kama serikali na kama halmashauri tumeona kuna haja namna ya kuwasaidia zaidi ili waweze kufanya zaidi, kwa sababu walikuwa na eneo dogo kidogo, lakini tutaangalia namna ya kuwasaidia ili wafanye vizuri zaidi, lakini kazi yao ni nzuri. Lakini pia tumeangalia mradi wa dispensary ambao nao unafanya vizuri, tumeona wako vizuri na wanafanya marejesho yao kwa wakati. Tumekuja hapa Kiwanja, tumeona mradi wa ufyatuaji wa kiwanda cha kufyatua tofali, nao wanafanya vizuri sana. Package yao, speed ya kufyatua tofali na uuzaji inaenda vizuri, na marejesho yao kwa sasa wapo katika kipindi cha matazamio, lakini hela wameshaikusanya ya kutosha. Muda ukifika wataideposit kwenye account. Kwa hiyo miradi yote ambayo tumeikopesha kwa sasa inafanya vizuri, na maelekezo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ametoa maelekezo ambayo kama halmashauri tutaenda kuyafanyia kazi. Hasa kubwa ni kusaidia hawa vijana na akina mama na watu wenye ulemavu, namna ya kuwasaidia, kuwatembelea mara kwa mara, kuwapa elimu, lakini pia kufanya na rotation, angalau kikundi kimoja kikakitembelea kikundi kingine, kuangalia wenzao wanafanya vizuri na wamefanikiwa kwa mtindo gani, ili wapate namna ya kujifunza. Maelekezo yote aliyotoa Mkuu wa Wilaya kwa kweli ni mazuri sana, ambayo sisi tunaenda kuyafanyia kazi immediate, ili vikundi hivi viweze kufanya vizuri zaidi na viweze kumaliza marejesho yao ndani ya wakati. Kuna dhana ya potofu kwamba watu wanapewa mikopo hii kwa upendeleo kwa wetu mkurugenzi. Of course, sasa hapo kipindi cha nyuma watu wengi kwa sababu ya mtazamo walikuwa kwamba akimaliza shule, yani ile taaluma yake akishaimaliza, awe daktari, awe mwalimu, awe nani, alikuwa na asilimia kubwa wanatamani kuajiriwa, ndio wanaona kama sasa kile alichokisomea ndio sawa sawa. Lakini baada ya kuwapa elimu na kuleta hii mikopo ya 10%, sasa wenyewe wanaweza kutofautisha sasa kwamba kilio kile cha kusema kwamba hatupati ajira sasa kinapungua sana kwa wilaya ya Chunya. Unakuta kwamba tunatoa mikopo kwa watu wakijiajiri, uweze kusikia watu sasa wanasikitika kwamba ajira hakuna, vijana wanasikitika, wanafanyaje? Hapana, unakuta wanafurahia tu, na vikundi vinakuwa ni vingi sana vinavyohitaji
mikopo. Kwa tulikuwa tunajaribu kufanya tathmini angalau analysis, tuone kwamba yani waliokopa kazi wanazofanya, je, kweli zile kazi maombi yao yanalingana na kazi walioiombea? Na kweli tumeona watu waliomba mkopo kwa ajili ya kufanya kazi ya useremala, tumeona kiwanda chao. Vijana walikuwa wameomba mkopo kwa ajili ya bodaboda, tumeona bodaboda. Vijana walikuwa wameomba mkopo kwa ajili ya kuanzisha zahanati, tumeona zahanati. Vijana waliomba mkopo kwa ajili ya kiwanda cha tofali, tumeona kiwanda cha tofali. Kwa hiyo tulikuwa tuna compare. Kwa hiyo tumeona kwamba mikopo imeenda kwenye kufanya kazi kadri walivyoomba. Sisi kama halmashauri ya wilaya ya Chunya tunawakopesha vijana wa namna mbalimbali, hususani tumekuwa tukiwapata vijana ambao ni wasomi waliomaliza degree zao, na kuna wengine wamesomea kada tofauti tofauti. Kwa mfano, tuna vijana ambao wamehitimu na wamesoma masomo ya afya, ni madaktari na manesi, wameungana na walivyoungana wakaomba mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri ya wilaya ya Chunya. Wamewezeshwa na wamejenga zahanati ya kwao. Kwa hiyo tuna vikundi vya afya zaidi ya kimoja, tuna viwili. Kuna kimoja kipo kata ya Chokaa, wao walianza kwa kupanga jengo, walikopeshwa mkopo, ni wasomi hawa, wakapanga jengo, wakamaliza mkopo wao. Mkopo wa pili wakakopeshwa, wakajenga zahanati ya kwao, na zahanati yao imekuwa inatija kubwa na imekuwa ni mfano, hata viongozi wakubwa wa serikali wametembelea miradi yao. Pia tuna kikundi kingine cha wasomi kabisa ambacho kinapatikana Sangambi, nao ni madaktari, wameungana, wameanzisha zahanati yao. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba wasomi wamekuwa wakinufaika na mikopo hii, na hadi wengine wanadiriki kwamba hawana sasa haja ya ajira za serikali, kwa sababu serikali imeshatoa fursa ya mikopo, basi imewasupport kwa kuwapatia mikopo, na wao sasa wameweza kujiajiri wenyewe na kuajiri vijana wenzao wengine. Ukweli ni kwamba tuna mkopo wa miaka 3 wa kwanza, lakini sisi mipango yetu ya ndani kama tulivyomweleza mkuu wa wilaya ni kuilipa ndani ya miezi 12 ili tuweze kuiwahi hiyo fursa ambayo tumeahidiwa, kwa sababu hatujui pia mipango ya serikali kwa muda mrefu. Tunaweza tukakaa na hela muda mrefu tukakuta mipango imebadilika, lakini tuna imani ndani ya mwaka huu tukimaliza tunaweza tukawa na ushawishi kwa halmashauri kutusaidia gari ambayo kwa kweli itakuwa ni mpya, haijafanya kazi sehemu yoyote, ndio tutakuwa sisi wa kwanza kuitumia. Kwa hiyo sasa ni issue ya budget. Kama tunatakiwa kurudisha milioni 2 na point kwa mwezi, manake tunatakiwa kudouble ikiwezekana mpaka milioni 6, 5, na kwa kuzingatia gari yenyewe inavyofanya kazi, kwa sababu inazalisha pia na faida zinazotokana na bidhaa tulizo nazo, tumejiwekea hiyo kwamba ndani ya miezi 12 tuwe tumemaliza kulipa deni. Niweke wazi, mimi nilikuwa sekta binafsi, sikuwa serikali, nilikuwa kwenye taasisi ambazo kimsingi ni kubwa. Na ukiangalia hasa haya mashirika mengi ya nje yao, mifumo yao mingi ya kazi inamtaka mfanyakazi awe na uwezo wa kujisimamia. Kwa hiyo mimi ilikuwa inanipa hiyo hari kwamba kama naweza kujengewa uwezo wa kujisimamia dhidi ya kazi za taasisi, kwa nini nisiende kujisimamia kwenye shughuli zangu? Kwa hiyo nilikuja mtaani nikiwa kidogo na uwezo huo wa kuweza kupanga na kutimiza. Lakini pili, au jambo kubwa ambalo mimi naona nimepiga hatua, kwanza niseme kwa kuingia mtaani nimeziona fursa nyingi sana. Nyingi ni vile tu kwamba hatuwezi kuzichota zote, lakini bado uwanja wa kupambana ni mkubwa, hasa kwa wilaya kama hizi ambazo zinakuwa, na kama tunavyoona gari ndio hiyo inaingia na mchanga. Kwa hiyo kwa kuhitimisha tu hilo, mimi kwangu naona nimepata maendeleo makubwa kuliko nilivyokuwa kwenye mfumo wa ajira. Labda niseme siku 3 mbele kutoka sasa ndo tutakuwa tunaazimisha mwaka mmoja tangu tumefungua ofisi hii. Malengo yetu sisi ilikuwa tutakapofika miaka 3, miezi 36, tuwe na vijana wasiopungua ambao wana ajira za moja kwa moja wako hapa ofisini, wasiopungua 50. Kwa hiyo na sisi tunaona kwa kupewa eneo kubwa litatusaidia kuongeza uzalishaji ambao pia utaajiri vijana wengi.
na chochote tunachokifanya hapa ambacho kinahusiana na uzalishaji kinatengeneza ajira. Mfano, tumemweleza mkuu wa wilaya kwamba tumefanikiwa kupata gari. Kuwepo na gari tu kumeshaongeza ajira ya watu kama 5. Kwa tunafikiri tutapokuwa na eneo kubwa, kwa namna yote tutaongeza vyombo vya usafiri, tutaongeza mashine za kuzalisha, tutaongeza aina ya bidhaa. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba kama ikitokea katika kipindi cha mwaka ujao wa fedha, tunaweza tukafikia idadi kubwa sana ya vijana ambao watakuwa wanategemea kiwanda hiki kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Ni msomi mwenye degree, nimegraduate mwaka 2016 University of Arusha, Bachelor in Education. Lakini nilivyomaliza niliingia mtaani. Kuingia mtaani nikafanikiwa kupata ajira shule binafsi. Nimefanya kazi almost miezi 3, lakini ule mfumo wa ile kazi nilikuta ni mgumu kutokana na malipo inakuwa ni changamoto na sababu zingine za hapa na pale. Nikaachana na ile shughuli nikaingia mtaani. Nilipoingia mtaani nikabahatika kukutana na wasomi wenzangu. Ambao wasomi wenzangu tukajaribu kukaa na kutathmini, tukaangalia changamoto tunazokumbana nazo, wote tukawa hatuna ajira, lakini tukakaa tukafikiria, bahati nzuri tukakutana na tangazo ambalo serikali inatoa mikopo 10%. Tukaenda ofisi za halmashauri ya wilaya ya Chunya, tukafika ofisini, tukazungumza na wahusika, tukaanza processing. Mpaka saa hizi tulipofikia hapa, tunamshukuru Mungu, tunashukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunamshukuru Rais Mama Samia. Tumefanikiwa kupata ule mkopo, tumeanzisha shughuli binafsi, sisi tunazalisha tofali aina ya bloku wilaya ya Chunya. Mpaka sasa tunaendelea vizuri na shughuli yetu ya uzalishaji. Tumesahau kabisa masuala ya ajira. Kwa hiyo sasa hizi tumejiajiri wenyewe na pia tumefanikiwa kuajiri vijana 19 ambao tunaendelea nao na shughuli ya uzalishaji wa tofali. Ushauri wangu nilikuwa na washauri na vijana wenzangu ambao tumesoma tunategemea ajira. Tusikae kuilaumu serikali. Serikali ina mambo mazuri na mambo mengi. Inasaidia kutoa mikopo, sio lazima usome upewe ajira na serikali. Hata kwa hizi fursa za mikopo ambayo serikali inakuwa inatoa, vijana wenzangu naomba mchangamkie hii fursa. Unakopeshwa hela lakini haina riba. Uaminifu wako katika kulipa kuna kusaidia kupata ajira na kuendeleza maisha yako na majukumu mengine.